jambo moja. Unajua wakati mwingine kale kaimani ka Paulo mimi nilikuwa nakapenda wakati wakiwa Sauli. Unajua kwa nini? Aliamua kuishi maisha ya kutokuwa mnafiki. Wayajuza wajanja hawa. Yaani tukuchagulia sisi wa kwenda naye. Kwa hiyo unapoimba nyimbo, unajua mara nyingi sana kuna watu wanaimba nyimbo bila kutafakari theolojia yake. Tunaimba just tu kama kasuku fulani hivi. Ndio maana siku moja nikawa nawaambia watu, hata hizi nyimbo za watu binafsi ambao wanaimba waimbaji binafsi, sio kila nyimbo unapaswa kuimba. Nyingine ni shuhuda zao. Wewe hazikuhusu. Ukiimba utajidhalilisha. Mtu anashuhudia jinsi Yesu alivyomtendea, jinsi Yesu alivyomwokoa, na wewe ambaye hukufanyiwa vile unaimba, yanakuhusu. Ndio unakutana mwanaume mzima kabisa na suruali yake, waronizalisha wamenikimbia. Hasa wewe mwanaume wanakuzalisha, unaanza kuleta ushoga kanisani. Walikuzalisha wapi? Yaani mwanaume mzima na mke wako na watoto umekazana tu, waronizalisha wamenikimbia. Mke wako anakuangalia, waliokufanyaje baba? Nyimbo zingine ni shuhuda za watu. Mwangalie jirani yako, mwambie usimbe kile nyimbo, wewe usiwe kasuku. Tafakari maneno. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Sio kila nyimbo za kuimba, zingine shuhuda za watu. Waachie na mashuhuda yao. Utakuja kujiombea laana bila sababu. Wewe binti umejituza, upo nyumbani, uko vizuri, na wewe unakazana tu, wale wanizalisha. Watakuzalisha kweli na watakukimbia. Umeyatafuta mwenyewe. Amen. Haleluya. Mwimbaji mmoja alimba wimbo mzuri kutokana na ushuhuda wake. Yaani alikuwa mtoto wa, nimesahau jina limenitoka kidogo. Hasa mwinji wewe unakumbuka wewe? Mimi nimesahau na mimi alikuwa mtoto, nimesahau jina lakini. Sasa akakutana na Yesu, akamuokoa. Wale ambao nimesahau jina wakasema, wewe hatutaki sisi. Wakamkamata, wakafunga mikono, wakafunga miguu, wakafunga kwenye mti, wakaenda kutupa baharini. Hawakujua kwamba wakati wanafunga pamoja na Yesu, wakati wanamtupa pamoja na Yesu. Alipofika kule baharini, wamemtupa kabisa, wamefikiri sasa ameshakufa. Mawimbi yakasema, hatuuagi watu walio na Mungu ndani yao, hawa hatuwezi kuua sisi. Mawimbi yakabeba na gogo lake, wakaligeuza gogo. Mawimbi yamegeuza gogo, jamaa ameangalia juu, anapumua kama kawaida. Gogo likaenda mpaka pembeni kabisa, mwananili likamtupa huko. Mawimbi yakarudi, wakamwacha pale. Sasa watu wapita njia wakata, mtu kafungwa hapa. Nini? Wakakatakata mikamba zile, akawa mzima. Sasa ndipo wimbo ukatoka kwenye kichwa chake. Ndipo akaimba, msalaba mbele, dunia nyuma, msalaba mbele, dunia nyuma. Akaongeza na beti, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha. Akaongeza na vingine, maana walichukua nguo zake na kila kitu. Chukua vyote niachie Yesu. Kwa hiyo akaimba kwa kutokana na mazingira. Halafu wewe mtoto wa mzee wa kanisa ameokoka, ndiye aliyekushuhudia, ndiye anayekuhimiza fellowship na maombi, na umekaza na baba na mama wakiniacha. Wanakuacha wapi? Ndio wanaokushuhudia kila siku, ndio wanaokuombea kila siku. Unatamani wakuache? Chukua vyote. Wachukue viana.
Tunamwambia shetani, hamna kuchukua vya kwetu hapa katika jina la Yesu. Maana Mungu alivyotupa ni vya kwetu. Wewe una mali zako, unamwambia shetani achukue vyote, ndio unashangaa kuku wote wamekufa kibeli. Suri mwambia achukue vyote, ndio anachukua na vitoto vyako kamoja baada ya kingine. Mungu anasema ulimwambia shetani achukue vyote. Imba nyimbo ukimaanisha. Haleluya. Imba nyimbo kama mtu mwenye akili anayejua theolojia yake. Sasa wewe unapinga wokovu, alafu naimba nyimbo za wokovu. Wakati mwingine unaweza kujiuliza swali ambalo huwa najiuliza mara nyingi. Sijui kama mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu mmewahi kujiuliza. Hivi watumishi wa Mungu mmewahi kujiuliza kwa nini asali ni tamu, alafu wauzaji wengi wanauzia kwenye chupa za konyaki? Umewahi kufanya utafiti huo mtumishi? Umewahi kufanya utafiti huo? Angalia chupa nyingi umo barabarani mtu tunaokwenda huko ambao mmepita njia hizo ambazo asali zinauzwa nyingi. Wauzaji wameweka kwenye chupa gani? Mpaka mtu wa Mungu unajiuliza ninunue. Unasoma maandishi pale konyaki. Na afu wengine ni wastaarabu, wametoa yale makaratasi ili uone chupa tu. Wengine wala hawakuwa na muda wa kutoa konyaki, asali. Hivi ukimkuta mpendwa akashika hiyo alafu imeandikwa konyaki, usipoiangalia haraka haraka utasema mtumishi wa Mungu tena konyaki. Kumbe ndani kuna asali, nje konyaki. Wako wapendwa ambao ukimwangalia konyaki kabisa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Bado muda. Jamani, unajua kanisa la Kariakoo ni kanisa la ajabu Tanzania. Ni kanisa ambalo liko mjini, washirika wake wako mashambani. Yaani kutoka wanakotoka huko ni mbali, ila kanisa liko mjini, ila wao ni usifikirie waumini wote hawa wanatoka kwenye magorofa haya, wala